naomba utoke kwangu. Natoka. Toka kwangu kabisa. Huko. Eti mama mchungaji. Kazi kumvuruga mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anatuombea sisi ili tuweze kubadilika. Lakini wewe mwalimu mchungaji kwa kweli. Mungu, munusuru mtumishi wa Mungu. Adogo ni hivi. Hebu fanya hivi tena. Pekua tu. Yani kabisa. Utakuja kujua simu lini. Hebu pekua tena. Beatrice. Endelea tu kupekua. Endelea. Habari. Safi. Sisi hapa tumetulia Beatrice. Naona, mbona mmekaa hapa nyumbani au? Hapa tunajua hapa tunachukua kahewa tu. Ili tuanze kuwa tunanenepa. Unajua na wewe Beatrice. Hapa nilikuwa nafundisha, kuna katoto hapa niko nakafundisha na hii simu ili na kenyewe mbeleni kaze kuwa kakali kwenye simu. Kweli, ila mimi maana yuko napita hapa naelekea nyumbani. Kumbe naenda nyumbani. Kina kingine mke wangu. Mimi hapa nimekuja na mgeni. Naye yuko. Niko naye tu mgeni. Sasa simuoni huyo mgeni wewe. Yeye atakuja tu mgeni. Vipi? Mbona umekuwa na wasiwasi? Acha unavyoniambia kwamba umekuja na mgeni. Wakati hapo mimi simuoni mgeni. Nakuona wewe tu. Nakujua mawazo yako. Hebu kwenda huko. Eti unadhani labda mgeni wa kike? Hapana. Umekuja na mgeni kabisa, yani mgeni ukimuona tu yani unajua kweli mgeni. Sio unajua mimi mchungaji unapendi mambo mengi. Acha umwacha. Nimeshamwacha hapo tu nje, ngoja nimwite. Wewe Giduku. Giduku. Hebu njoo hapo mara moja mtumishi. Acha mgeni gani Halo? Habari? Salama. Si yule dada uliyekutana naye ile siku nikakupa namba yangu? Ndio mimi. Kuhusu kazi ndo nataka nije sasa, nimeshamaliza kujiandaa. Ndo nilitaka nikuulize nikukute wapi? Kwa hiyo nikifika tu nitakukuta hapo utanipokea. Sawa. Sasa hivi tu ninaamka kuja. Haya sawa. Wewe kaka. Naam. Na shida na wewe kidogo. Na shida na mimi? Okay. Kaka samani. Nina samani. Nilikuwa na shida na namba yako kidogo. Dada. Ni changamoto sana kukupa namba yangu. Kwani kuna shida yoyote? Wewe matu wala hata usiwazi. Hamna shida, lakini tu ninaomba tu nisaidie namba yako kidogo.
Oh. Itakuwa kazi. Okay, right. Okay. Desmond. Poa, Beatrice. Bye. Habari za huko nyumbani mtumishi? Ni nzuri mtumishi wa Mungu. Mnaendeleaje hapo nyumbani? Tunaendelea vizuri sana. Karibu sana baba. Asante. Vipi hapo nyumbani? Hamjambo? Hapa tunamshukuru Mungu, uzima upo. Japo kuna shida, lakini uzima upo, tunamshukuru Mungu. Shida gani tena mtumishi wa Mungu? Binti yangu hapa ana siku kama 2 haonekani. Rehema, sio yule Rehema wa zamani. Mtoto wangu amebadilika sana. Yaani mpaka alimshangaza na kaka yake. Huyo Rehema? Huyo Rehema. Kabadilikaje tena? Hapa katikati kaka yake alikuwa amekuja. Tunamfahamu yule kijana wangu mkubwa yule Geoffrey. Namfahamu. Alikuwa amekuja hapa kalikizo kafupi. Tukamkalisha. Sasa kaka yake atakasirika kama amempiga. Na mimi nikamwambia hivi, utulie mwanangu. Dunia hii sio nzuri. Ile kaka yake anaaga anaondoka maana amerudi masomoni. Rehema naye akawa ameondoka. Sijajua yuko kwa dada yake Beatrice. Sijajua sasa yuko wapi. Wakati kaka yake anampiga nilikuwepo. Lakini kusema nitampiga nilikuwa hamna. Mniombee tu binti yangu aweze kubadilika, mtumishi wa Mungu. Hilo haina shida kabisa mtumishi wa Mungu. Yeye atabadilika tu, taendelea kumuombea. Pia atarudi. Yeye ni mawazo yake tu, aliona kwamba wamenitesa sana. Si yule ni binti. Aliona yule kupigwa, kufundishwa, akaona kwamba yeye ameteswa. Kumbe ndipo anafundishwa. Maana dunia ya sasa imeshaharibika. Sasa kama ametoroka alikoenda na haijulikani, lakini atarudi. Tutamwachia Mwenyezi Mungu, yeye anajua. Tutaendelea kumuombea. Yeye atarejea na pia atabadilika. Takiwa tu tufanye maombi, yeye atarejea tu. Atarudi tu nyumbani. Pia na tabia yake ile ya zamani itarudi, kwa sababu ni roho tu fulani imeingia ndani ya mawazo yake na kufikiria kwamba bora nitoke tu nyumbani. Bora mtumishi wa Mungu na wewe uonekane siku hizi kanisani. Kulikoni? Ni kweli baba. Mambo yamekuwa mengi hapa katikati. Na hii ya kuwa nasafiri mara kwa mara ndio maana hujaniona kanisani mtumishi wa Mungu. Sijaacha. Nitaendelea tu japo hapa nilikuwa sipo mtumishi. Haya mtumishi. Na yule kijana mwingine ameshaenda wapi mtumishi wa Mungu? Kijana wangu Eze yupo. Ila hapa katikati alikuwa amesafiri, alikuwa amepata kazi. Sinajua mambo ya vijana. Alikuwa ameshaenda kufanya kazi. Ila jana alirudi. Yupo. Kumbe sasa hivi yupo. Yupo. Na Jumapili utamuona ibadani. Nitafurahia sana.